Welcome back to the Mobili Magodi TV. Today I'm in a very special place. Niko pahali panaitwa Jericho Market. Nimekaa hapa na gwiji mmoja. Unaitwa nani? Naitwa George. George nani? George Ogutu. Jina ya kazi? Sasa wananiita Jackie. Very good. George, unafanya biashara gani? Mimi ni mfanyi biashara na mama tatu na butchery. Butchery yako specifically inauza nini? Nauza maini, nauza matumbo, na sehemu zingine za nini, za ng'ombe. Well, the reason why nimekuja is because mimi nilikuwa introduced kwa hii butchery yako sometime in December 2018 na one of my friends anaitwa Mwembe Kauli, kijana hapa Eastlands. So ilinishangaza sana. It always fascinated me since that time. And I wanted my viewer to understand hiyo biashara ilianzaje ya kuweka butchery yako specifically kuuza matumbo na innards, maini, moyo na vitu kama hizo. Hii butchery ilikuwa ya parent wangu. Parent akaendelea, mimi nilipomaliza shule nikamjoin. Unajua saa zingine pia kupata kazi ni ngumu kama ujulikani. Nikamjoin, tukaendelea kama 3 years. Akaniambia ya mwana amechoka, nataka kuretire. Si nikatake from hapo. Which year was that? It was around 1995. 95? George, acha kujifanya wewe ni mzee bana. Wewe ni kijana mdogo bana. Sawa. 95? After kutoka shule. That's over 30 years ago. Ilikuwa 98 hapo. 98. Nilipotoka shule. So unajua saa zingine hauna kazi ya kufanya mtaani. Pale nakwambia wewe kuja ufanye vitu 2 3. Saa zingine unatafuta change. Saa zingine unabebea customer, unampelekea kwa parking. Customer saa zingine hataki kushuka. Amesema nikifika mniletee, sana fanya errand kama hizo. Ndio ikakuwa training yako, ndio finally ukatake over business. Nikatake over. It's nearly 30 years now. Hebu tuambie, what kind of challenges do you go through na biashara kama hii? Challenges, challenges kwa business. Saa zingine kuna rafiki anza kwambia, mimi niko pale fulani, nitumie mzigo. Unamtumia. Ukimtumia kabla kulipe inakuatana na mavutano. Kopa harusi. Kulipa matanga. Inakuatana na mavutano. Mnaanza kusumbuana. Ukimpigia simu ashiki. Inabidi hata zingine unamwachia tu utadu. Lakini kuna watu wazuri. Kuna mtu unampelekeanga hata mjuani. Mlipatiana tu namba. Kuna watu hata napelekea baka huko mali kama huko Kiambu Road, huko Didigwa. Mtu anaitisha order. Kutoka Jeri hadi Kiambu Road. Mtu anaitisha order. Acha mchezo George. Hata anataka kupe namba yake. Allah, anaitisha order unampelekea. That's crazy. Na ikifika tu anakuambia nimepata mzigo, pesa ngapi? Anakuambia unamwambia hata 5000, anakuambia nimeweka 52 hapo. Hiyo 200 kula. Unaona? Kuna watu wanachukua, hata kuna watu wanapeleka Nakuru. Mzigo unatoa hapa Jericho unapeleka Nakuru. Kuna watu wanatoka ngapa wako Sweden. Na watu mzigo wanatumana na inafika. Anapata the correct thing. That's crazy. That's crazy. Hata kujuzi kuna rafiki yangu ametoka Sweden anaitwa George Ochieng. Nimemtuma, amekuja akachukua kilo kama 20, amepeleka, amemekiwa vizuri, amepeleka. So how do you preserve it? Kwanza inaenda na boiliwa. Ikisha boiliwa inaachwa inakuru. Alafu inakuwa kwa freezer inashikana. Iko jiwe. Inakuwa jiwe. Okay. So kuna mama iko na hoteli Siaya. Ni customer wangu. Kila wiki nampeleka karibu kilo 20 kutoka Ajeri. Unaeka kwa nini Guardian ama hizi coach? Anaendanga na yena coach. Ina preserve vizuri, inaika kwa mawe, anapiga order kama Friday, anasema Monday itapelekwa. That's amazing. That's amazing, George. So now you took over the business. So throughout the years umegrow pole pole.
Unaonaje, like what is the outlook ukiangalia especially kiuchumi, because mimi nakumbuka nikianza kununua matumbo hapa kilo ilikuwa 200. Sasa kilo ni how much? Sasa kilo ni 340. Unajua saizi life imechange. Na vitu kama wanyama wamekuwa expensive sana. Kitambo hata ukiosha gonge bei ng'ombe hata 10,000. Ama ni uongo? Kweli? Saizi ng'ombe unasikia ni 80, 70. Niyo ng'ombe kabla Nairobi hakuna ng'ombe. Iletwe huku na lori. Iletwe huku na lori. Mwenye lori pia anataka transport. Mafuta imepanda. Kwa hivyo itabidi tu ipande. Damn, lakini still nikicompare bado at 340 you are still cheaper than buchari za mtaani, because mimi pale naishi huko Kiambu nanunua matumbo nanunua 400. 400. Hata reserve kwetu matumbo ni 420. Okay. Na ni reserve. Okay. Rural huko ndani. It is even more expensive than you. So tuambie, your typical day, unaanzanga siku yako saa ngapi? Siku zangu naanzanga kitu kama 4:30. Na kwanga nimeamka, ni shawe, niende soko. Soko iko wapi? Njiru. Njiru. Njiru hapo Kayole Slaughter. Yes, Njiru nishaiona. Niende nichague mali yangu na supplier wangu. Anichagulie vitu nataka, anajua. Mali mzuri. Zile ukileta hata customer hata complain. Simesikia hiyo madam ametoka hapa amesema amepewa namba. Amechukua kilo sijui ngapi. Na sije amepewa namba na nani. Ananiambia mimi watu niambia tu mimi nimepata namba yako. Usijali. Mama mwingine atakuja ananiambia mimi nienda kwa chama zetu za mama nikakula maini yako. Nikasikia ni different kuliko zile zingine tunabai huko kwetu. Sasa hivyo ndio mambo iko. So utoke Njiru saa ngapi hivi? Nitoke kama 8. 8 or from 5? 5. Unajua lazima uende uchange, ungoje gari. Nikishangoja gari labda inatoka kwa 6 kama almost 6. Nifike ni change. Unaona? Nikisha change niingie ningoje zile nini poa zichinjwe, ng'ombe poa. Vitu kama hizo kabla zichinjwe zioshwe. Daktari angalie hizo maliva kama ni poa. Inspection ifanywe. After hapo unaona karibu 7 mtu wa motorbike akuje tuanze kupanga. Ni almost 8. Kwa hivyo by 9 zitakuwa zimefika kwa duka kama hakuna jam. 9:30. Unaona? Zikifika tena pia siturudie kuziosha. Fanye packaging vizuri, zipangwe. Na kijana wangu wa job. Sasa zingine hata kama naweza piga order zinaletwa. Najua ni exactly what I want. Ataleta kijana ataendelea napo pengine. Okay. So upige mboka uje kufunga saa ngapi hivi? Kufunga. Sasa tunafunga hata kitu kama na 3. 3 ama 3:30 ama 4. Mzigo imeisha. Ndio tena kurudi kuoshwe, kuachwe ready ya kesho. Vitu kama hizo. And nikikuuliza kuna jamaa anaitwa Professor J. Alisemaga biashara daima hasara. Ushaikula loss, yani umeleta mzigo alafu sijui nini ama nini? Nishaikula loss. Hiyo ni kawaida. Ilifanyikaje? Kwa mfano mara moja hivi unaweza kumeleta nini mzigo, saa zingine vitu kama hizo manini hazikoshwa vizuri, ikifika kwa duka imeanza kusting. Kuna unaitabidi utoe uwezo ya customer. Kuna mabuchari zingine wanakuzia nyama imeoza bwana. Hapana. Wewe kama wewe unaniambia unatoka Kiambu. Kweli Kiambu kuna buchari? Sina kuja kusave 60 yangu hapa. No, uwezi toka hiyo njia yote. Mtu hizi toka Nyawesti tuko kwote. Mwingine kuna jamu toka Kitengela. Akuja hapa DJ. Akuja hapa baka Jiri alafu mpatie kitu mbaya. Hata wewe una roho ya utu bwana. And that's the reason why people coming back. It's the product. Mtu hizi toka, kuna mtu anatokanga Modhaiga. Kuna mtu najua anatoka Karen, hata tujaionana, lakini anapelekwa na motorbike anaweka pesa. Kuna mtu anatoka Kileleshwa, tujaionana, alipewa tu namba, lakini anapata the right thing. That's amazing. That's crazy. I mean, look, mimi kama mimi as a customer,
na ku appreciate sana. I really appreciate you and what you do. And another question yenye I'm sure my viewers would want to know, do you have plans of expanding the butchery business elsewhere? Unajua kuexpand sio shida. Nilikuwa na butchery nyingine Kayole, lakini sasa pia workmanship pia ni tricky. Uwezi simama hivi. Uwezi kumesimama hivi always. Lazima side moja itakuchenga kidogo. So what happened to Kayole? What was the greatest challenge? Sasa zingine Kayole unajua population ndio iko nyingi, lakini watu wako wanabai. Mtu anakuja aseme anataka kuota, mwingine nusu. Sasa by the time uko Mpeno huku Jeri, mtu anakuja aseme anataka kilo 5, mwingine kilo 10. Unaona hiyo nini? Na huko labda unalipa pia rent. So yani ikabidi tu umesema uachane nayo ufocus na hii moja. So tukimalizia, what advice do you have to young entrepreneurs who are watching you right now on how to build and sustain a business like this in Nairobi especially? Unajua in Kenya especially. In Kenya hakuna bizi wezi fanya. Hata kuna mtu anapika mandazi lakini anapata pesa. Juu ya nini? Anapika vitu safi. Yani vitu safi. Kwanza cleanliness ni kitu ya kwanza. Kitu safi, cleanliness. Wakenya wanapenda vitu safi. Unajua wezi leta hatu vitu zina stink kana unataka watu wakuje. Mtu achome fare yake kutoka Kitengela, achome gari yake mafuta kutoka Kitengela mpaka Jeri, alafu mpe kitu mbaya. It makes sense. Unajua nacheka kwa nini? Vijana waliniambia siri hapa kwako. Kama nataka kilo 2, nikikuja nasema nipimie nusu. Lakini alafu wewe vile nusu yako ukipima unakatanga karobo unajugu. Hiyo pia ni game plan. Lakini lazima hata kama utawekea mtu kitu nyingi, lakini umeweka kitu mbaya itamsaidia. Hapana, ndio nasema yani, you see the reason why like mimi wale makastoma ambao nimeinteract nao wanakupenda. Sawa? Wanajua kwa Joji yani ukienda kuagiza kilo 2 unaenda home na kilo 3. Hiyo ni unajua pia una sustain tu customer kidogo. Pia usijipende sana. Ndio marketing yako hiyo ndio game umecheza. Usijipende sana. So nataka uko na client. Kwa nini? Mtu anazouza ng'ombe moja the whole day. Na wewe unazouza ng'ombe 3. Wacha 3. Kama 15 per day. Na hiyo mtu labda ameweka nini yake, base yake, ameweka mali kama pale Kasarani, anauza only 1 cow per day. Wewe ukiuza kidogo, umeuza kitu kama ng'ombe 8, hiyo ni weekdays. Kama ng'ombe 7. Na yeye anashindwa kumaliza nini moja, kwa nini? Ndio, ni lazima ukwe mjanja yani kwa biz. Na pia usijipende. Kazi zingine pia unajua kwa biz, hii biz ni yetu si wote. Parent, unaona kama parent akiambia anaweza kuja kwambia kijana, mimi manzara jana nimelala njaa. Na nina 50 bob hapo. Utafukuza huyo mama? Hapana. Na sasa yeye amebeba mtoto kwa mgongo. Nasikia mtoto analia. Hajakula kweli. Hajakula kitu. Anaambia kijana wewe mwekee half. Hadi 50 usichukue cha kabai unga. Apike watu wakule, si God anakubless. Issue zetu za Wakenya kisiasa hivi unaonaje, tunaelekea wapi as a country? How do you feel about the country right now? Unajua mimi sipendi mambo ya siasa kitu ya kwanza. Hebu tuambie kwa nini? Juu siasa, sasa kila mtu anaangalia saidi yake. Siasa, watu wa Kenya pali anakuwa favored ndiye yuko. Angaliengi mtu wa neighbor. Kama unakuwa favored na Ruto, utasema Ruto ni mzuri. Siku ile kuna watu wakifevua na unye, mtu yake anaweza pewa job, yeye anaweza pata job. Atasema Uhuru ni mbaya. Si anafanya job. Na kumbuki mtu wa brother yake amelala njaa. Yeye bora tumbo yake nini? That's the ugly side of politics, by the way. It's all about you. Ni wewe unajiangalia. Wewe saa hizi unaweza kuwa
Sasa yuko job, kuna brother yako labda yuko shago, ujonge hata kama amekula majakula, lakini unaweza pata do hivi saa hii useme uite mabeste kama 5 mkakae mahali mkule nyama, mfanye kila kitu, hata mwingine mlipie baka Uber. Na mtu ya brother yako analala njaa. Crazy. Kwa hivyo politics, any politics ya Kenya, unasema the wrong thing, lakini ule mtu unamwambia anasema ni correct juu kuna pale ana benefit. Nimekuelewa. Nimesikia you've heard George say, politics is a dirty game. Yaani hakuna mtu mwenye anajali kuhusu mwenzake, mtu anajiangalia mwenyewe. Saa hizi ukiangalia hata politics ya Kenya, hata mtu kama huyu ni wa CS wa Energy. Anaitwa nani huyu? Opiyo Wandayi. Mali kama huko kwetu Siaya, pole za stima zinakuliwa na termite. Tuonge tu reality. Si pole zinakuliwa na termite. Ukipiga simu power, wanakuja wanaichimbia chini. Lakini juu yamepewa position, hataki kujua wale watu mambo ya huko. Angekuwa na utasema ati president tena arudi aseme shida yenu. Si ndio yuko hapo, ndio president amempa hiyo mandate. Ama niongea. Ndio. Ndio president amempa hiyo mandate. Yeye ameingia pale, amefocus na mambo yake. Haja focus na ile job president amempatia. Bien afaambie president. Mr. President, huku Nyanza naona hizi mchwa zinasumbua hizi mapoli. Lakini poli za cement. Unaona utakuwa umesaidia. Hata kama utakuwa siku moja watu watasema kama sio nani atungekuwa tumeendelea hivi. Unapata saa zingine hata kwa hizo pole hizi za stima si ni two face. Unapata tu rain kidogo tu blackout. Watu naocha mnakangata siku nzima, hata siku mbili, hata 2 weeks hakuna stima. Kenya juu ya nini? Ule jamaa ile job president alimpatia, haja focus kwa hiyo job. Focus ni yeye bora mfuko yake iko sawa na familia yake. Hakuna kitu kingine anataka. Crazy. It's a crazy analogy. Enda mahali pengine kama Nyanza hivi. Hata iko siku niliona watu NTV ma KTN. Unapata hiyo area hata haina shule. Na kuna kuangana MP, kuna councillor, kuna senator, kuna women rep, kuna governor. Jamaa kishaingia. Yeye amesahau. Crazy. George, thank you very much kwa kutupatia hii chance kuongea na wewe. Viewers of Mabili Magodi TV, asanteni sana. Ukiwa uko mtaani na unahitaji matumbo, kuja kwa George, yuko Jericho Market. Na namba yake ni public. Namba yako ni? Niko na namba ya job, niko na namba yangu ya job. Sasa hiyo waambie watazamaji. 0722 964 129. 0722964129. Pigia George. Hata mtaani wanamuita George Matumbo. Agiza matumbo yako, agiza maini yako. Anytime George delivers. Umesikia around the country. He will anakuchemshia matumbo yako mzuri, ana freeze na anakuwekea mzigo, unakufikia popote ulipo. Thank you very much George. Mungu azidi kukubariki. Sawa, na mimi unikatie matumbo yangu kilo 2 hapo. Sawa. Lazima. Alafu unajua vile unafanya. Ndio. Nafika kilo 3.